Nataka tu niwahakikishie kwamba mkoa wetu umeendelea kuwa salama. Wakati wa kipindi hiki cha sikukuu pia tutaendelea kuongeza kidogo nguvu ya usalama, hasa katika maeneo machache, tukizingatia pia uwepo wa wageni wengi na watu wengi wakiwa majumbani sasa hawaendi maofisini. Kuhakikisha familia zote zinakuwa salama, kaya ziko salama, mitaa iko salama, ili wananchi waweze kuwa na uhakika wa kufanya shughuli zao pamoja na sherehe. Lakini pia watoto wetu ambao wako majumbani kipindi hiki cha likizo, kuhakikishia usalama wao mpaka hapo shule zitakapofunguliwa. Majukumu ya wazazi na walezi katika kipindi hiki huwa yanaongezeka. Tunakumbushana wazazi na walezi, watoto wametoka mashuleni wamekuja wakiwa salama, tuwarudishe wakiwa salama kwa walimu ili waweze kuendelea na majukumu yao ya masomo. Jukumu letu sasa kuhakikisha wazazi wote tunaangalia watoto hasa kwenye kipindi hiki. Kama hakuna ulazima, usitoke na watoto wakati wa sikukuu. Kama hakuna ulazima, kwa sababu tumeshuhudia mara kadhaa watoto wakizagaa mitaani na wengine wakipotea. Lakini nyinyi waandishi wa habari mmekuwa mkifanya kazi kubwa sana kipindi hiki cha kutangaza watoto waliopotea. Amepotea kaonekana huku, alivaa nguo ya kijani kaonekana huku, kapatikana huku. Wazazi na walezi tuchukue jukumu letu, tuhakikishe tumebeba watoto vizuri na watoto wako majumbani. Lakini kipindi hiki pia kwa kuwa shughuli ni nyingi, tunafanya biashara sana. Wafanya biashara wenzangu, hiki ni kipindi cha kupokea baraka. Mpaka muda huu hatujasikia heka za kupanda bei vitu. Mimi naomba niwashukuru sana kwa hilo wafanya biashara wote. Rai yangu kwenu, tuendelee kutunza uaminifu wetu kwa wanunuzi wetu ambao ni wateja wetu. Tuuze bidhaa zenye ubora lakini katika bei ile ambayo inatakiwa. Pamoja na hili, baada ya mwaka mpya sasa tunaanza msimu wa kwenda mashuleni. Kwa wazazi na walezi, wakati tunasherehekea sikukuu hizi mbili kubwa, Krismasi na mwaka mpya, tukumbuke watoto wanakwenda shule Januari. Kwa hiyo pia tuwe tumejipanga kwa ajili ya hilo, maandalizi ya kupeleka watoto wetu shule, wanaokwenda kuanza masomo ya chekechea, madarasa yamekamilika kwenye shule karibu zote. Tunakaribisha watoto wadogo wanakwenda kuanza maisha ya shule. Lakini wanaokwenda kuanza darasa la kwanza nao tuhakikishe wamekwenda shuleni. Wataalamu wetu hapa wa elimu wameendelea kutoa masomo pamoja na ushauri huko kwa wazazi na matangazo mpaka kwenye ngazi za vijiji. Watoto wote ambao wamefikia muda kwenda shule darasa la kwanza sasa waende mashuleni, bila kusahau maandalizi watu ambao wanakwenda sekondari kidato cha kwanza. Wengine wanaendelea na masomo yao kama kawaida. Tunakumbushana tena usalama wa utunzaji wa chakula. Tunamshukuru Mungu tumeanza kupata mvua. Lakini tukianza kulima leo tunategemea kuvuna kuanzia mwezi wa 4, wa 5 na wa 6 kule mbele. Kwa hiyo bado tuna jukumu la kutunza chakula tulicho nacho. Kwa hiyo wakati wa sikukuu hiki tusisaze sana, tusitapanye sana. Tuendelee kutunza vyakula tukiamini kwamba mvua zimeisha, tunaanza kupanda, tutavuna baada ya miezi kuanzia 5 na 6 mbele huko na kuendelea. Mvua zimeanza kunyesha, tumeona maeneo mengi huko. Mitaro ya maji na usafi. Wananchi tuna jukumu la kutunza usafi wa mkoa wetu. Lakini kwenye hili pia niwaelekeze waheshimiwa wakuu wa wilaya kusimamia usafi kwenye maeneo yao. Hasa maeneo ambayo tumejenga mifereji. Serikali imetujengea barabara nzuri kabisa. Mifereji mizuri kweli kweli. Lakini kipindi hiki cha mvua pia magari yetu ya taka yafanye kazi kwenye halmashauri zote, ili wananchi wasipate karaha za uchafu ambao wanakutana na mvua. Magonjwa ya milipuko ni rahisi kutokea. Kwa hiyo baada ya hayo, wananchi wangu wa mkoa wa Manyara, naomba nitamke tena kwamba nawatakia heri ya sikukuu ya Krismasi pamoja na mwaka mpya 2026. Mungu atufikishe tukiwa tuko salama. Asanteni sana.